Leo nakuja na teme ya mkutano ni rudi kwa Yesu Kristo Mwokozi. Lakini teme ya siku ya leo ni toka katika utumwa wa shetani. Toka katika utumwa wa shetani. Haleluya. Toka katika utumwa wa shetani. Na tutasoma kitabu, maandiko ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Yohana. Amen. 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 Acha niwaprevenir. Nataka prevenir kitu kimoja. Kila kitu ambacho mtaona hapa kinaweza kukuperturber akili, usifuate neno, usikiangalie. Wasikia tu neno. Maana vile Mungu yuko hapa kwa ajili yako, shetani naye yuko hapa kutaka usipate baraka yako. Ndio kabisa. Na ndio maana utaona mtu mwingine ambaye yuko concentrate, kuna kuya mtu anaanza kumfanyia distraction. Mwingine anakumbuka kama nini? Shetani anataka watu wakimbie. Sio tulipoimba watu walikuwa wengi. Lakini wakati wa neno shetani ndio anawakimbiza wote. Sasa wanadhani neno jimbo litawafungua. Neno la Mungu ndio linafungua. Amen. Na leo nina imani kupitia neno utatoka hapa umefunguliwa. Amen. Kitabu cha Yohana sura 8:13 hadi 34. Mwingine atachukua kitabu cha Isaya 61 mstari wake wa kwanza. Karibu usomaji, usome na ujasiri msomaji wako. Tunasoma kitabu cha Yohana sura 8 ndio mstari wake wa 13 ndio hadi 34. Pale kuna viti, kama kuna watu wanakosa viti pale kuko viti. Mwende mwikae vizuri. Tunasoma maandiko katika jina la Yesu. Amen. Naye alipokuwa akisema hayo, wengi walimwamini. Basi Yesu akamwambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Naye wasemaje, mtawekwa huru? Yesu akajibu, amini amini, nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Amen. Amen. Isaya. Tunasoma kitabu cha Isaya 61 verset 1. Ndio. Tunasoma maandiko katika jina la Yesu. Inasemaje? Inasema hivi. Ndio. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Yesu anasema roho ya Bwana i juu yake. Kwa sababu Bwana amenipaka mafuta. Yesu alipaka hiyo mafuta alipokuja duniani. Ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Ili kukuhubiri wewe uliyekuwa hapa habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika mioyo. Yesu alikuja ili kuwaganga wanaovunjika moyo. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Wale waliokamatwa na shetani kuwaweka gerezani, Yesu alikuja kuwatangazia uhuru wao. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Na wale waliofungwa katika magereza mbalimbali ya shetani, Bwana anakuja kuwatangazia uhuru wao. Amen, amen. Chapia Yesu makofi makubwa. Pale tuliposema kwa kwanza Yesu alikuwa akihubiri. Alipokuwa akihubiri, tazama watu wengi katika Mayahudi wakamwamini. Na walipomaliza kumwamini, akaanza kuzungumza nao. Akawaambia, mkidumu katika neno langu, mtaijua kweli. Sema mtaijua kweli. Anawaambia mkidumu katika neno, sio katika nyimbo. Ndio hapo tumesema. Mkidumu katika kuisikia neno, mtaijua kweli. Amina. Na hiyo kweli mtakayoijua itawawekwa huru. Kweli ya Yesu Kristo inawekwa huru. Na kweli ya Yesu Kristo ni kweli gani? Kweli ya Yesu Kristo ni kwamba anakufichulia siri za shetani kwa njia ya neno la Mungu. Amen. Ile kweli ni neno la Mungu. Maana neno la Mungu linafichua siri za shetani. Shetani anaweza kujifika kwa maisha yako, anakuonyesha kwamba dhambi ni bora. Lakini neno ikija na kufunulia dhambi ni mbaya.
na sasa waweza kuijua kweli, na ukijua kweli unaweza ukaiacha dhambi, ukaifuata njia njema, na unaiponya maisha yako. Mkitubu katika neno, katika kusikia neno la Mungu kama vinavyohubiri hapa, mtajua kweli ya ile siri ambayo Shetani ameificha kwa kukuteka katika magereza yake. Na hiyo kweli kisha kuifahamu kweli na kuijua, inakufungua, inakuweka huru. Amen. Wakamwambia, je, namna gani sisi tutakuwa huru? Na tuko kizazi cha Ibrahimu, hatujawahi kuwa mtumwa wa yeyote. Unatuambiaje utatuweka huru? Yesu akasimama akawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wale Wayahudi walijiona bado wanatembea, hawako magerezani, hawana minyororo mikononi, wakaona ni kama wafungwi, si ndio? Waliona ni kama wafungwi, kumbe wako ndani ya gereza, wako katika utumwa. Na kuna namna utumwa aina mbili. Kuna utumwa wa kimwili na kuna utumwa wa kiroho. Utumwa wa kimwili ndio hii kawaida, makolonization. Hata sisi tumeona mabelge, si ndio? Wakakolonize Kongo. Ile ni utumwa wa kimwili ambao tunaweza kuona, ambao ni utumwa kawaida, na wengine walikuwa kolonize. Lakini hakuna utumwa mzuri, iwe wa mwili iwe wa kiroho. Utumwa wote ni ubaya, utumwa yote ni ubaya. Maana hakuna mtumwa anayefanya kitu anachokitaka. Mtumwa anafanyishwa vitu ambavyo hataki. Anaweza asitaki kwenda Mlongwe, tuseme tuko Mlongwe, anaweza asitaki kwenda Kurompwe, lakini kwa sababu shefu wake anayemtumikisha anamwambia nenda, lazima atakwenda. Labda umeamka kwa asubuhi na michoko ilala kwa nyuma desert, lakini yule bwana wako akisema unalamuka seke, utalamuka hayo na huko na usingizi. Utumwa ni ubaya. Wakati wa Belgi, wazazi wetu walikuwa wanapigwa fimbo, mababu wanachapwa fimbo. Kwa sababu gani? Hakuna tu. Ojo mkuu alipita kukipoyo au kupiga magoti, unapigwa fimbo karibu kufa. Utumwa. Nani anatamani hapa akuwe mtumwa? Hakuna. Nani anatamani awe mtumwa hapa? Hakuna. Kwa nini mnakataa? Kwa sababu utumwa ni ubaya. Utumwa ni ubaya. Uwe wa aina ya mwili, lakini ni bora ule wa mwili, siku ya kiroho. Kiwango cha pili ni utumwa kwa kiwango cha kiroho. Ni namna gani utumwa kiwango kiroho? Ni ile isiyoonekana kwa macho, lakini tunaiona kwa matendo ambayo mtu anaitenda. Utumwa wa kiroho hauwezi kuiona kwa macho. Yaani yule mtu alishikwa akaweka kwenye gereza fulani katika ulimwengu wa roho, aliwekwa na Shetani. Yeye hautaona ile gereza, yeye wanamfunga ndani. Lakini kupitia matendo anayoyatenda, utaelewa yule mtu yuko mprizi wa Shetani. Haleluya, haleluya. Kupitia ile vitendo anayotenda, utaelewa yule mtu yuko mtumwa wa Shetani. Na mtumwa ni mtu ambaye alisema anafanya kitu asichokitaka. Na niseme ya kwamba teme yetu ni kutoka katika utumwa wa Shetani. Shetani anatia watu katika utumwa wa dhambi. Yesu anasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na ukiona dhambi imekufikisha kiwango cha kukuwa mtumwa, pale umeharibikiwa. Maana huwezi kujitosha, unakuwa mkristo. Hata kama pombe ni dhambi, lakini mtu akikunywa limoya anafanya 3 wa juu, sikukue kilibre. Lakini ukiona mtu afikia kiwango kenye akikosa pombe, iko pia hata kujifuna na vilato na manguo ayache, yani tu ampatie hata kachupa kamo, inakuwa utumwa. Mtu akisikia kile ya pombe, inafikia kiwango ambacho iko tayari kuuzisha hata vitu vyote mwa nyumba yake, chuto hapa, inakuwa utumwa. Tulikuwa na mwalimu wetu mwenyewe, kama yakunywa kadogo mikono tetemeka na chaki, anakosa kuigusa mpaka akunywa ndio inakuwa utumwa. Haiko kiu tena hiyo.
Na Yesu alikuja ili atutoe katika utumwa. Hakutoe katika utumwa. Na huyu mtu akifika kiwango hicho, iko ndani ya ile gereza, hawezi kutoka. Anaweza akashauriwa, wajamii na akala na mwambia Bwana, achana na hivi vitu. Wanamshauri na yeye kweli anasikia. Na hatapenda tena vifanye. Lakini akipima tu kutoka hivi, anasikia harufu mtu kanapita hivi, naye anaenda nao. Anakuja tena zaidi ya jana. Watu wanasema mbona huyu tulimshauri? Mbona anafanya tena? Hapana. Mtu akifika namna hiyo, abadilishi kwa mashauri, anabadilisha kwa Yesu Kristo kwa njia ya ufungulivu. Ni Yesu ndiye anaweza kumfungua. Kama sasa vile hii nyumba sinafungiwa. Mtu akue ndani, anaweza kujitosha kama tumefunga nje. Si mpaka mtu aliye nje amfungulie. Ndio kisi hawa watu wengi wanafungwa katika dhambi. Hawawezi kutoka. Maana ni shetani amewafunga katika gereza ya kiroho. Ni kweli ukaaga ni dhambi. Kuzini ni dhambi. Lakini mtu akizini limoya, anaweza ataka tengeneza, na watu watasema kama mimi ni limoya. Iko normal. Mekafika kiwango yenye mtu par jour, ifo azini na wanaume 7, inakuwa hukumu. Wengine hata tamaa ikiwaka, haitatulia mpaka atafute hata kutafuta. Wengine wanazini mpaka hata na maumbwa kwa sababu ya tamaa mingi inawaka ndani yao. Ni kwa sababu ni watumwa. Anaweza kusema hii tamaa imetokea wapi? Mbona kama sipendi? Lakini inakuja leo, inakuja kesho, inakuja kesho yake, inakuja kesho yake. Na anatamani kuacha, lakini hawezi kujifungua mwenyewe. Lazima pale mtu akufungua. Na ule mtu ni Yesu Kristo. Alikuja kuifungua maisha yako Julian. Alikuja kukuokoa na mtu wa dhambi wa shetani. Na shetani anamtia mtu katika utumwa ili makusudi aende naye jehanamu. Moto ile ambayo unasikia jehanamu iliandaliwa juu ya shetani na malaika zake. Haiko juu ya mwanadamu. Haiko juu ya mwanadamu. Moto ya jehanamu. Au tusome? Niwasome? Kitabu cha Mathayo 22:5. Tunasoma kitabu cha Mathayo 22:5. Chukua Mathayo 22. Ndio. Chukua hii verse yake. Tuweze kuwafafanulia watu. Ndio. Waweze kuelewa. Kama hii moto ambao unasikia jehanamu haiko ya mwanadamu. Amen. 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 Soma kitabu cha Mathayo 22:5. Ndio. Ukuwe kaza kukarandea. Tunaenda kukarandea yake. Haya. Tunasoma maandiko katika jina la Yesu. Soma 41. Tunasoma 41. Mathayo 25:41. Mathayo 25:41. Mathayo 22:5 mstari wa 14. Sikia hii moto ya jehanamu nasikiaka. Acha nikwambie leo ujue siri mwenye nayo ni nani. Hii moto ya jehanamu haijaumbwa juu yako. Haijaumbwa juu ya mwanadamu. Iko na mwenye nayo. Mwenye nayo ni nani? Soma. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto. Wakati wa kuume Yesu atasema na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu. Ondokeni kwangu. Mliolaaniwa. Mwende katika moto wa milele. Mwende katika moto wa milele ambao unaitwa jehanamu. Aliyowekewa tayari Ibilisi. Aliyowekewa nani? Ibilisi. Aliyowekewa nani? Ibilisi. Na nani? Na malaika zake. Amen. Unasikia mwenye jehanamu? Mwenye jehanamu ni nani? Shetani na malaika zake. Ibilisi, shetani na malaika zake. Ndio wenye moto ya jehanamu. Na wewe mwanadamu, kwa nini uende jehanamu? Kwa sababu ya dhambi tu? Kwa sababu ya pombe tu? Kwa sababu ya uzinifu tu? Kwa sababu ya wizi? Kwa sababu gani uende jehanamu? Haijawekewa jehanamu kwa ajili yako dada. Haijawekewa jehanamu kwa ajili yako kaka. Haijawekewa jehanamu kwa sababu yako mama, baba, kijana aliye hapa. Imewekewa shetani na malaika zake. Tumwachie shetani aende mwenyewe moto yake. Tumwachie shetani aende mwenyewe jehanamu. Sisi twende zetu mbinguni. Twende zetu mbinguni. Na kwenda mbinguni ni rahisi.
ukiamini ujumbe wa leo na kukubali kuacha dhambi na kumfuata Yesu kwa njia ya kutubu, mbinguni unaingia. Pasipoti ya mbinguni unaipata. Hata leo ukiamini, pasipoti utaipata. Amen. Sema kwa sababu ya mtu. Mtu anaweza kaiba telefoni. Ni kweli kuiba ni dhambi, lakini akiiba ile ni mwani normal. Ikifika mlivyoje wanamkamata, wanapiga nusu rufu. Pale watu wanasema ipare huyu hata ibata tena. Kesho asubuhi anasema ni aksida ya kazi. Anamkia tena. Anaiba tena vya watu. Ukiona mtu anafikia kiwango hicho, elewa ya kwamba anakuwa mtumwa. Kuna gereza ya wamwizi ndio walimwekea. Acha nikupatie hadithi wewe. Katika gereza za kuzimu huko maprison, kule kuzimu kwa shetani ambapo wanaishi. Huko maprison selon ma péché. Kila dhambi yote kule iko na prison yake. Huko Busutwa iko na prison yake. Basema bongo iko na prison yake. Balevi iko na prison yake. Wazinifu wako na prison yake. Wenye kiburi, kipo tuko mwenye kiburi, kuna prison yake. Wenye walikuwa na mapati ya kupigana, wenye ugomvi, auaji, kila watu iko na prison yake. Ile dhambi yenyewe wako ilikuwa celebre. Hata walikuwa wanafanya zote, ile yenyewe ilikuwa kwa nguvu. Wanakuliante mwale prison. Ukaingia kwa ile gereza. Hata ukikuwa hapo mzima, ile gereza itakurekame. Itakurekame na sema huyu ni wetu. Inasema huyu ataenda fast ni wewe. Na unaweza ukaomba. Unasema ya kwamba mkie mnisaidie, unaita mapsikologe kama psikologe, unaita na madaktari mnisaidie. Huko watu ambao wanapeleka kwa mafumu juu, bamtunze njia ulevi ya pombe. Walimpatia na dawa, lakini dawa inakuwa na garantia desho. Kesho tena reclamation ambia unaanzaje kuacha pombe, kunywa tena. Anarudia tena. Iko ndani ya utumwa wa shetani. Na kama amefungwa lazima pawe mtu akumfungua. Amen. Na anayekuwa na uwezo wa kumfungua ni Yesu Kristo. Amen. Na ndiye tuko naye leo mahali hapa. Amen. Na ndiye Yesu ndiye tuko naye leo mahali hapa. Amen. Na ndiye tuko naye mahali hapa. Ukiona mambo kama haya, kutoka anakuwa nguvu. Leo umefungwa kwenye gereza. Wengine wanaweza kamata mtu asema mimi leo na acha havyo vyote, sitafanyika tena jambo hili. Shetani anakuja na mwambia wewe, roho yako iko kwenye gereza, rudi huko. Anarudia. Wewe utajua ulirudia haya. Kuna wengine ambao wako na uamuzi ya kusema acha niache dhambi nimfuate Yesu. Shetani anakuja kumwambia, unaachaje hii dhambi na hii dhambi je kuna kulipia nyumba? Utaacha hii dhambi na dhambi je kuna kusomesha? Utaacha hii dhambi na hii dhambi je kuna kukulisha na kuvalisha? Ukienda amini Yesu, kule utaishije? Ni shetani yule anakuambia kwa sababu akuogopesha. Lakini maandiko yanasema ya kwamba hakuna aliyekuja kwa Bwana na akaaibika. Amen. Hakuna aliyekuja kwa Bwana na akaaibika. Amen. Ukija kwa Yesu uko masikini, Bwana atakufanya tajiri kwa imani. Amen. Ukikuja kwa Yesu unakosa nyumba, unakosa familia, Yesu atakupa familia na nyumba. Hakuna aliyeamini Yesu akaaibika. Fanya hatua, achia shetani dhambi zake, achia shetani mambo yake, amua kumfuata Yesu jioni. Amen. Shetani anayumbiri moyo wako. Sasa hata kama unaamini, unasema leo unaamini Yesu, utaenda wapi? Utalala tena myumba gani? Ile kama ni hii mwizi yenyewe uko naiba, sio yenyewe iko na kufanya na wewe uonekane. Tutasaraulika. Iba tena. Tutasaraulika. Wende tena mzinifu. Tafuta contact ya yule mtu fulani tena. Wende, jua atakukree. Zile ni pesa haramu. Zile ni pesa za kukuua. Zile ni pesa za kukuangamiza. Ile ni tiketi kwa kulipia transport ya kuingia jehanamu. Ni transport biko na kulipia kuingia jehanamu. Ile pesa ambayo unaipata ya dhambi ni ya uchafu. Tafuta Mungu atakupatia pesa halali ya utukufu wake. Watu wengi waliamini Yesu hapa hawana makazi. Lakini leo papa simama basi. Huyu kwa leo Mungu ameuinua sana. Aliamini Yesu
Hana kazi. Lakini leo ni shefu kule kumeri. Bali mpanisha tena wanampeleka tena huku hivi. Sitapatana. Chapia Yesu makofi. Amen, amen. Naweza kukaa. Amen. Amen. Nani alifanya hivyo? Nani alifanya hivyo? Yes. Je, alijua? Hapana. Na wewe mwenyewe uko pale. Ile neema kidogo Mungu amekupatia. Je, ulijua kama utaipata? Hapana. Kwa Yesu kuna kila kitu. Kwa Yesu kuna makazi, kwa Yesu kuna manyumba, kwa Yesu kuna uzima, kwa Yesu kuna watoto, kwa Yesu kuna mume, kwa Yesu kuna mke, kwa Yesu kuna amani. Yes. Ndio. Ingelikuwa shetani ni mzuri na dhambi ni mzuri, kama hawa watu wameharibika tu tunawaona hivyo walivyo. Unaweza kuwa uko pale Samia hapa na pala hivyo. Lakini ikiingia maisha ya dhambi ni tezuri tu, unaweza nisahau maji. Unaweza nisahau. Dhambi inachafua. Dhambi inaondoa utukufu. Dhambi inaondoa uzima na weka mauti. Dhambi inaleta danger. Wakati mtu yuko mgereza, ataona ile dhambi iko na danger. Atasema hapo, mafu. Unamwambia mwa njia njoo kila mtu anatoshia kama sida. Meata sio yeye. Na ndio maana wakati mwingine usiwahukumu wenye dhambi, wapende na waombee. Wapende na waombee. Maana wengine wamefungwa katika magereza. Wapende na waombee. Kuna watu wengi ambao nilikutana nao wanasema niko tayari kuacha pombe, lakini siwezaki. Nikasema kama vile huyu unamhukumu eti ona huyu mlevi, unamkosea. Ndio. Sio yeye. Na akinitamani nikamwambia njoo. Nilimwombea yule ndugu. Nikamwambia tu maji, nikampa akakunywa mpaka leo. Ndio alikunywa tena. Tumembatiza ndugu wa Pongwa. Alikuwa mvuta sigareti wa aina ya juu. Siku moja tuko mkutano pale vile ku Avenido na Walungu. Akapiga akasema mimi naacha sigareti tangu leo na mnibatize. Tangu ile siku ilikuwa mwezi kama watatu kama waidi. Mpaka leo hivi hajawahi sikia hata harufu tena. Na ukiangalia hata sura yake inabadilika. Dhambi inachafua lakini Yesu anatakatisha. Dhambi inachafua lakini Yesu anatakatisha. Dhambi inachafua lakini Yesu anatakatisha. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Tusiangalia hayo magari. Leo tuko na tatizo ya magari. Lakini hata hayatatuzuia tusiseme neno. Haleluya. Shetani anaingizaje watu sasa utumwani wa dhambi? Nataka watu wote waniangalie mimi. Shetani yuko hapa siku hivi sababu na hivi magari. C'est quoi? Viache ipite ni manger. Tutakufa tabiacha hivi magari. Tusikie ndio neno. Uniangalie mimi. Amen, amen. Shetani anaingizaje watu kwenye utumwa wa dhambi? Shetani anaingizaje watu kwenye utumwa wa dhambi? Haleluya. Kama umejaa vumbi juu ya Yesu, pepea sema Yesu asante. Yesu asante. Maana hiyo ndio neema yako. Amen, amen. Shetani anawaingiza watu katika dhambi, katika utumwa wa dhambi kupitia njia nyingi. Lakini nataka nikutajie leo njia tatu. Niseme? Ndio. Niseme? Ndio. Kuna watu waliingizwa na shetani ndani ya utumwa wa dhambi bila wao kujua. Na ndio maana ukimwona mtu hajaokoka usimhukumu, bali muombee. Ukimwona mtu hajaingia mkanisa sasa vile wewe usimhukumu, muombee. Muombee. Kwa sababu gani? Kwa sababu haiko yeye aliyetaka. Ameonewa na shetani. Unajua, kila mtu mwenye kwa maisha ya dhambi leo, ndani yake panakuwa kitu bora kenye infaa kiokoka kinaonekana tu.
Hata mtu akuwa mbaya namna gani, akuwa njoo bandiwa kuwana, njoo imani ya shetani. Barikiwe. Lakini siku atakapookoka, utaona picha nyingine inashangaza. Nipatie mfano. Sauli alikuwa mtu gani? Sauli ambaye alikuwa mtu gani? Alikuwa anaenda huwa kanisa. Si alikuwa Sauli? Lakini alipookoka, jina ikashangaza, akaitwa Paulo. Aliuana tena? Akaanza kufanya nini? Akaanza kuhubiri habari njema. Na leo tunasoma barua za Paulo. Angelibakia na ile imani ya shetani, zile karama zingekufa ndani yake. Na leo kama ulimwengu haifaidiki kwa kumjua Paulo. Sikia nikwambie, ukiokoka tu utagundua kitu kingine kenye kinakuwa ndani yako, kenye Mungu alikumbaka nacho kwa faida ya mataifa. Sijui kama unaelewa. Kuna watu ambao walikuwa ni walevi wa nguvu ya kutisha. Walipokoka leo wanamtangaza Yesu. Leo ni wahubiri wakubwa wanamtangaza Yesu. Labda upo unajifungia mkanyumba kama mkabari, kama unajifungia mwe, ni kwa sababu haujajua wewe ni nani. Au unajua wewe ni nani. Ukijua kitu kinachokuwa ndani yako na unakipeleka kwa Yesu, unaweza kujikuta unakuwa international. Kuna mwimbaji wa gospel anaitwa Messi Chino. Unamjua Messi Chino? Twali alimbaka Jesus you love me too much. Si ndio? Alikuwa msanii wa profani. Lakini wakati wote alikuwa profani. Ulimjua hata? Hakujulikana. Alikuwa anacheza mafilme na manini. Lakini siku alipookoka, nyimbo yake ya kwanza ndio Jesus you love me too much, ikamvumisha dunia nzima. Leo ni msanii wa kimataifa. Anaenda dunia nzima kuitangaza habari njema. Na leo amekuwa tajiri, ni milionea. Alikuwa masikini kwa shetani, akaja kwa Mungu, kipawa kilipojifunua, leo ni milionea. Angelibaki kwa shetani angekuwa hivyo? Hapana. Achana na shetani, ufuate Yesu. Ukundua kipawa chako. Achana na dhambi, umfuate Yesu. Ukundua kitu kinacholala ndani yako, dhambi inazoficha maisha yako. Na kwa nini ufe katika dhambi? Na kwa nini uende jehanamu? Jehanamu si ya kwako, ni ya shetani. Amen. Na malaika zake. Amen. Haleluya. Amen. Na njia tatu ambazo shetani anazitumia ili kuwaingiza watu katika utumwa. Na mtu anaweza kujiuliza, niliingiaje kwa hivi vitu? Njia ziko mingi za shetani, lakini nataja tatu. Tuanze na ya kwanza. Ya kwanza ni dhambi na laana za ukoo. Andika dhambi na laana za ukoo. Kama una bike unaweza kuanzisha hata msimu yako. Dhambi na laana za ukoo. Barikiwe sana. Mungu awabariki nyote. Amen. Dhambi na laana za ukoo. Hii inatokana na maagano. Pia na laana ambazo miungu walitamkia babu zetu kabla hatujazaliwa. Yaani wewe unakuja kuzaliwa, unajikuta umeingizwa katika maagano sio ya juu. Tutaanza na maagano. Kuna mababu kwa kutafuta umiliki, labda ufalme wao uwe na nguvu, labda katika wakati wao wapate nguvu, wakati wanakwenda kuabudu ile miungu yao, walienda wakafanya matambikio. Na kwa yale matambikio mizimu ikasema ya kwamba tunahitaji tupatie kizazi chako ili tukuimarishe. Na babu yako naye usiyemjua akasema, nimetoa kizazi changu, nimetoa watoto wangu, nimetoa watoto wa watoto wangu, na watoto wa watoto wa watoto wangu, wote nakupa wewe miungu yangu uwatawale, na kila mmoja atatokea mule. Fanya haya jinsi unataka ufanye. Sasa najiuliza, wakipatia pepo kufanya vile anataka kufanya, atakuingizia nini ndani? Mema au mabaya? Katika zile maagano unakutanisha mapepo waliyapatia. Sasa wewe uko hiki kizazi unazaliwa, ile tu kuzaliwa kuingia mu dunia, ile pepo inajipresent. Maana misimu ni maesprit na maesprit hazikufaki. Wewe tu kuzaliwa inajipresent, nasema wewe ni wangu.
Na ni maagano gani ambayo tusema ile msimu yote pekee inajua kwamba hii kizazi mimi nilitetea kama par exemple na ulevi. Tangu mababu yao. Ndio unakuta mababu ya mababu walikuwa ni walevi wazito sana. Wakashuka kwa mababu wakawa walevi wazito. Baba zako wakawa walevi wazito. Inafika na kwako pia unakuwa mzito wa ajabu, mlevi wa ajabu. Kwa sababu gani? Ni yale maagano uliingizwa ndani bila wewe kujua. Shetani atapeleka watu wengi jehanamu kwa njia ya dhambi ambayo wanaipata kulingana na maagano waliyofanya babu zao kwa njia ya dhambi za ukoo. Kuna watu wana dhambi za ukoo, zile dhambi za kufanana kwenye familia. Unaona, kuna mafamilia zingine ambazo kuanzia mababu ya mababu ni walevi mpaka kwake yeye mwenyewe. Anaweza kaanza vizuri, anaweza kama mtu mzuri, anaweza kama mpaka katio tena mpenda, anasema kijana mtaratibu. Lakini ile roho inapofika anaambia utaratibu wewe umeuanzia wapi? Katika familia ninyi ni walevi. Chukua pombe. Hata jua aliingia cheki yake. Atajikuta wakati yuko kwenye ceremony, tuko na wenzake, wanaambia chukua kidogo, anakataa lakini siku atapima kuiweka kinywani, mapepo nayo yanapandia pale yanafungua. Anageuka mbaya zaidi katika ule. Ile dhambi imemwingia, hakuitafuta yeye, lakini imetoka kwa ukoo wake. Hawajaona mafamilia kama hizo? Ndio. Hawajaona mafamilia kama hizo? Ndio. Zina dhambi aina moja. Na hawajaona mashere kama vile hapo. Kwa hiyo familia yetu alikuwa sema huyu tu kama yetu tunatosha. Na yeye kesho akakamata. Dhambi za ukoo zinaua wengi. Na shetani anakamata watu wengi kwa sababu yako. Kuna watoto ambao wangelisimama na kusaidia familia zao, wangesimama na kuokoa familia zao, labda na umasikini, labda mambo yote, lakini ile dhambi ya ukoo ilipoingilia sote ya ulevi ikaharibu destiny yote. Hivi sasa wanakuwa watu ovyo. Sijawahi mlevi mwenye anaheshimiwa na watu. Nani mwenye familia yao safari yenyewe anasema tumchunge kaka mlevi naye akuye tutoongee. Nani? Wanasaraulika sana kwa sababu gani? Hakuna, maisha yameharibika. Nani mwenye yuko hapa ambaye kakake ni mlevi wa kutupa, mwenye ashatoka kwao, asenenda kwa kasi kwa kaka mlevi? Nani? Si atakuacha mnyumba yeye unafika kwake kumbe na kuacha mnyumba ni ya kupanga, watu wanaanza kia kulipisha sasa wewe tena deni. Mimi niko kwa kaka sasa kaka kwa ashakaenda. Alienda tena hawajawahi kuona hivyo. Watu wameingia katika maisha yao bila wao kutaka, lakini maagano waliyofanya babu zao imewakokota. Kuna familia zingine hata ukuwa mtaratibu gani utafiniraka mbuzinifu tu. Utafiniraka kukua kahaba, hata ukuwa mtaratibu na ina gani. Unaanzaje wewe kuwa mtaratibu wakati mababu zako wote walikuwa wakahaba? Unakuta wengine katika zile familia na mama iko infidel na baba iko infidel, unafikiri mtoto atapona? Wanaopona ni wanaojificha katika Yesu. Maana Yesu ndiye anaondoa laana za kizazi. Yesu anaondoa laana za kizazi. Yesu anaondoa maagano. Haleluya. Na ndio maana mimi kwa katiba yangu mimi siwayaka mhukumu mtu mwenye ajari. Mtu mwenye kumhesabu ndio kumhukumu. Labda ile dhambi anayoifanya aliingia ndani bila yeye kujua. Alikokotwa labda na maagano ya kifamilia. Wengine ni wizi wa descendants, wizi ya descendants. Mababu walikuwa mwizi. Kuna wengine ni kabila yao. Ili kwa toba mtu ni kitatu kabila fulani, watasema hapa ni mwizi. Ni kitatu kabila fulani. Hapa manke. Bakisema waanze ongea na wewe hapo. Hakuna mwananza chambana nao hapo. Si mnajua ile kabila? Na wao wanajisifu ni kwamba hata ukizala kabebe kwa ile kabila akakuwa kateketeke. Ile roho alitoa kwa miungu kule kwa mababu. Katoto kasita kwa simama na papa. Ameshika fani. Shiba lai. Papa. Roho iko na mule komandea sepambana. Sio kabila yetu. Sio kanjo lilungulaka. Mpini kalake. Pambana mtoto. Katoto kasita kasimama na wewe. Sio tanifani. Na tanifani. Unasema mama.
Ni roho. Amen. Roho ya baba mimi bora kurekana sasa wewe masikoneko. Pambana. Zambi za ukozi na watesa wewe. Kuna wengine ni wazinzi, wanafanya uasherati, hawakutaka wao. Zambi za ukozi waitaika. Sina wakogota. Kuna wengine yuko maescroquerie, lakini hawakutaka wao. Na wengine ni malaana za ukoo. Ndio sio unakutasha kuna vifo katika mafamilia ya kufanana. Kila mtoto wa 3 wa hii familia anakufaka tu. Mtoto wa 3 anakufa. Sio mafamilia za hivyo ziko. Ila ana za tangu kizazi. Ukiamini Yesu hakuna mtoto wako atakufaka tena. Maana tutabomoa ile maagano kwa jina la Yesu. Haleluya. Kuna zile familia inakuwa na magonjwa yake special. Sio humu wa hii familia magonjwa fulani. Sio inakuwa kama baba huwa alikufa na diabetes, mama diabetes, watoto wao diabetes. Na watoto wako watazaa nao watapona ile ila ana za kisasa. Unaona hizi shetani mharibifu? Sasa watu wanampenda shetani kwa nini? Kwa nini watu wanataka kumtumikia shetani wakati ni mharibifu? Shetani anaharibu maisha ya watu. Mtu alikuwa na heshima lakini hauheshimiki tena. Lakini nakutangazia jioni ya leo ukiamini Yesu, heshima yako itarudia kwa nafasi yako. Heshima yako itarudia kwa nafasi yako. Kuna wale ambao wamefungwa na dhambi za ukoo. Wakati wengine wanataka kujitoa lakini inashindikana. Ni dhambi iko na kureklame, ni ya descendance ya kizazi chote. Wewe utafanyaje tu ujitoe? Hakuna nguvu. Lakini leo ukimpatia Yesu maisha yako, ukikubali kumwamini na kutubu dhambi zako, ataingia kwenye maisha yako, atakufungua maisha yako na atakuweka huru. Maandiko yanasema ukijua kweli, kweli itawaweka huru. Na kweli njoo hili niko nakwambia. Kweli ni kwamba shetani anakuweka katika dhambi ili aende na wewe jehanamu. Lakini hii kweli ukaisikia, itakuweka huru, maana ukitubu Yesu ataingia kwa maisha yako na shetani atakimbia na utafanywa kuwa huru. Acha niende haraka. Jambo la pili ni kuharibiwa wakati wa kuzaliwa, pia wakati wa kulelewa. Sema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kulelewa. Tuwe na wakati wa kuzaliwa kwa. Wazalishaji wengi wa watoto ni wachawi. Na wengi watu wa ulimwengu wa giza wanazoea kutumika nao ili waweze kuwashotea zile nyota za watoto. Waweze kuharibu madestiny ya watu, ya watoto, na wachukue zile nyota zao tangu kuzaliwa. Nikupe mfano. Kisoma Mathayo, nazali sura zake 2. Yesu anazaliwa. Wakati Yesu anazaliwa, afaya zaliwa walipita katika ule mji kutafuta hotel zote. Wakazikuta zote ziko ukipe. Si ndio? Zilikuwa ziko ukipe. Ikabidi waende kumzalia Yesu wapi? Wapi? Muori ya ngombe Bethlehemu. Nimesikia Bethlehemu hapa. Mbarikiwe. Ni kweli majibu vizuri. Akaenda kuzaliwa kwenye oi la ngombe. Muulize ndugu yako kwa nini? Nikwambie kwa nini? Kwa sababu nyota ya Yesu Kristo ilikuwa iko visible. Ingelizaliwa fasi ya klasi. Wale wenyewe wangezalisha mama yake ya Yesu, wangelikuwa watu ambao walikuwa wamechafuka. Sasa wangelimzalisha Yesu kwa nafasi njema, nyota yake haingepona, ingelienda. Amen. Chomona Mungu akabimanaje? Biende tu mtapori kamoya kwenye watajifanyia mambo ya asili kule, bora tu nyota ya mtoto ikombolewe. Wakati wa kuzalisha na wakati wa kuzaa, omba Mungu akuongoze hospitali gani unaenda zaa. Hospitali nyingi unaona hapa wazalishaji ni wachawi. Wengine wanatumika na wafumu. Kuna hospitali moja kule sitapataja, wamemkamata mzalishaji mmoja, akushezi mmoja, iko na kama kizazi kadogo na maji ya mama kuzaa, ile maji wakamkamata nayo. Anambia kuna na hapana, mfumu mmoja tu alikuwa ananituma.
wakamfukuza kazi pale pale. Sasa ile maji na kale ka kizazi alikuwa anabeba wapi? Je, wewe mama utabakia salama? Utarudia kuzala tena? Nani alikuwa si ule wa hospitali? Ndio. Wakati ya kwenda kuzaa wazazi, muulize Mungu hospitali gani utaenda. Hapana moshi gesi ndio na ba. C'est Deluxe tena hospitali. Hapana kuko Deluxe. Utakuta Deluxe mwenyewe iko pale. Hii nakwambia kweli. Hospitali nyingi wazalishaji ni wachawi. Kama wawili watakuwa wazuri, watatu wao watakuwa wabaya. Tena wale ndio wanapenda magarte. No. Hata tu tuwashuru na lala tu garde juu atingane nao. Pengine shetani anaangalia hapana mission kwa ukilitiste mwende tena hospitali. Kuko etole na tazaliwa pale. Wanafika pale wanarekipelea wanaiteke. Sasa mtu anakia kuzaliwa huku, saa ngali bebe mwa mtabiona. Mesana anza komala. Unaona tabia zinaanza ende. Unashauri unasema huyu akaeleweke. Akafanana na tabia za wenzake. Alikamatiwa tangu hospitalini. Wengine walipewa roho za uzinifu namna hiyo. Walichukuliwa nyota yao ya neema, wakavalishiwa nyota ya ubaya. Mtoto kuna koma mko wote mko na espoir, keuni ndio atakia kutusaidia. Mekafra tu Makenza, hatupa manguo yote anakombo, manguo anavula. Na marché na changer quoi. Bwana mtoto uko naenda wapi? Ni kujidebrouiller, kujiretrouver. Haiko yeye. Aliharibiwa tangu hospitalini. Aliibiwa nyota yake ya ukweli. Akapewa laana. Akatiliwa dhambi kwa siri. Sio watu wote wanaofanya dhambi ndio walitaka wao, hapana. Wengi wao shetani aliwaonea. Wengi wao walifungwa na shetani. Wengi wao waliingia katika uzinifu bila kujua. Wengi wao walianza kuiba bila kujua. Wengi wao walianza kunywa pombe na kulewa vya ajabu bila kujua. Wengi wao walianza kusema uongo kwa waescrow bila kujua. Wengi wao walianza kiburi bila kujua. Hizo dhambi ziliingia kwa sababu shetani alipitia njia hizi. Wengi waliibiwa nyota zao. Wengine walipaswa simama wakasaidia familia nzima. Sasa alishakamatiwa nyota kwenye hospitali. Utasaidika tena? Unakuta pekee yule mtoto ndio angetosha familia yake kwa maskini. Familia yote inabaki maskini. Hizi familia zote nyingi unaziona ziko maskini. Humo uvia nafasi nyingine. Wewe unafikiri zingebaki kwa maskini? Ni kwa sababu labda wale ambao Mungu aliwazalisha na neema ya kuinua familia waliaibika. Kwa sababu wale ambao walipaswa kuinua familia zao hawiko kuplase yao. Sote wengine kwa mkabare. Sote wengine kwa mbwisi. Sote wengine kwa mforme arme. Saa ngapi anataka kuinua familia yako? Haleluya. Sasa Yesu Kristo alikuja ili awapatie mateka uhuru wao. Amen. Na kuwatangazia habari za kufunguliwa kwao. Ukiamini Yesu jioni ya leo atakufungua na kila laana. Na hata nyota ilibiwa itarejeshwa. Hata ilibiwa itarejeshwa. Maana jina la Yesu ndio jina pekee linaloogopewa mbinguni, duniani na hata kuzimu. Likitajwa jina la Yesu, nyota za watu zinarejea. Sauti zinawaondoka watu. Mapepo yanawakimbia watu. Ukiamini Yesu, siku ya leo utapata uzima. Amen. Ilisema kuharibiwa wakati wa kuzaliwa na wakati wa kulelewa. Mama mwenyewe kwa hapa ni nani aliyelea watoto wako? Mama ama baba ambao kwa hapa ni nani unayemlea watoto wako? Watoto wengi walitekwa nyota zao wakati wa kulelewa. Watoto leo wana dhambi ya ulozi kwa sababu uliamini mama yako ukampatia muinamishe. Wakati ya kumuinamisha kumbe alimsukumia uchawi. Wakati wa kulelewa mtoto anakuwa mlozi. Na anakomala iko na dhambi ya ulozi ya hali ya juu. Paske mama yako mwenyewe uliaminia alimuinamisha. Na wewe papa, bibi yako ashakwambia, mimi mama yako niko na mlota sana. Hapana, mpe mama mtoto, mpe mama papa. Ule mtoto ataharibiwa, kesho atakupiga mangumu. Bazazi mko napenda kutembea mpende na kulea watoto wetu. Yaya, nitaenda Burundi na kama tataenda Omoya, atakuwa nisaidia kulelea mtoto cheo. Unamjua? Unamjua kiroho ni nani? Kuna video moja niliona na
matrikile yayo ya mtoto, anapiga mtoto mpaka anamluma na meno. Bebe wa simwa iko na mfarisha na kata mkulu hivi, mtoto analia yake yote, mama iko kazini hajui, hana habari. Jomana maafeksyon iko napunguka mbazazi ya mingi parapora watoto yenu. Amubalei na ima pampers, mshapenda pampers. Zamani ilikuwa iko pia mama yeye peka na anatengeneza mtoto, anatosha ile lenje, ile inaleta affection hata mama na mtoto. Pampers sio vibaya, lakini hiyo pampers kwa wenyewe iko nashilisha watoto, aliamba pampers depuis 7 atamtoa hiyo 19. Juu ya pampers. Kwa jana baba pampers. Nani ulimupa kulelea mtoto wako? Nani ulimupa kulelea mtoto wako? Kuna wengine waliharibia nyota zao wakati wa kulelewa. Ona natuma watoto wangu vakazi, unajua kule wanaenda ni wapi? Labda wale mama au baba ni mzuri, lakini watoto wa wale baba ambao wanamtuma kwa vakazi wameharibiwa katika uchawi. Sangapi mtoto wako yarudia na ulozi? Ukina ameharibia katika usinifu. Wengine leo wameharibikiwa kichwa. Wengine leo akili kwa masomo imeisha. Wengine labda hawajui wataendeleaje. Wengine maisha yao yote yameharibika. Wengine walifungiwa kazi na walezi wao. Anakomana iko mtoto wa kitoto angatu pale. Mesana fika mkubwa, tafuta kazi, tafuta na wewe. Tafuta kazi, tafuta. Kumbe ni shangazi ile wakati alikuwa anamlea. Njoo alikamata bahati ya mtoto kaenda naye. Wengine walisukumiwa zambi, wakasukumia roho za mahaba. Roho za mahaba ndio roho za tamaa, majini za tamaa. Wakatiliwa majini ya tamaa wakiwa ngali watoto. Mtoto anakomala, unasema mtoto yuko trebe, damuelewesha tala ministre. Na mtoto kufika maaji ya 14, 15, mtoto unaanza ona baba benye kunatoka nao. Unatia kichwa mikono unasema Yesu. Sio yeye. Ule uliyempatia mlee. Kuna kitu alifanya. Haleluya. Inua mkono kama tuko pamoja. Sema Yesu. Yes. Nilindia watoto wangu. Ndiye watoto wangu. Na nyota zao. Amen. Watoto wengi waliharibiwa wakati wa kuzaliwa na wakati wa kulelewa. Unampatia nani amlee mtoto wako wakati wao huko? Je, unamjua katika ulimwengu wa roho mtu ule nani? Anaweza karibu mtoto wako. Wewe unamlea mtoto Tanzania kwa bebe, kumbe uko na sinduna. Ile sinduna bado. Unaweza ukazali uko na bebe, kumbe ni kinyoka. Ndio kinyoka na. Wengi walisania kama wanalea watoto, kumbe mtoto walibeba nafsi yake zamani, wakamtilia pepo. Iko na kumaanisha, kumbe iko na kumaanisha demo. Yesu atusaidie. Fanya angalisho kati ya kulelea. Shetani ndio njia yake kuingiza utumwani. Watoto wengi leo wako mbutumwa. Wadada wengi leo wako mbutumwa. Wakaka wengi wako mbutumwa. Si kwa sababu wao walipenda, ni kwa sababu shetani aliingia kwa njia hizi ili kuwateka roho zao. Sasa wanafanya dhambi vya kutisha. Na hawajui. Wakati wengine wanafanya decision, wanasema mimi leo naacha, nichaona madhara yenye iko huko. Shetani akiamwambia masikio unaacha aje achaje. Uko gerezani huko. Kesho tena anajikuta anafanya. Lakini neno la uzima na habari njema ni kwamba Yesu Kristo alikuja kuwafungua wale waliofungwa. Alishuka kuzimu, akaunyang'anya shetani funguo ya mamlaka. Alishuka kuzimu, akanyang'anya shetani funguo ya mamlaka. Sasa anaweza kukufungua. Ukitubu Yesu atafungua maisha yako. Ukitubu Yesu atakusamehe na atafungua maisha yako. Haleluya. Hii kukamatwa na dhambi za ukoo. Pia wakati ya kuzaliwa na wakati wa kulelewa. Unaweza hata ukaokoka ukawa hata mchungaji. Lakini shetani anapiga bonde aseme hii ni reklamasyon ya familia yenu hii uzinifu. Wanambona pasteri mko? Haiko yeye alipenda. Laana kizazi na mureklame. Aingie kuni. Anaweza kama mwimbaji mzuri. Meiko na iba kapombe kadogo anakunywa. Haiko yeye anataka. Labda ni ile laana. Na ndio maana wokovu sio kwenda kubatizwa na kurudia. Lazima watu wakimaliza kubatizwa na kurudia waombewe ufungulivu, wafanyiwe prière de délivrance, wafunguliwe na laana za ukoo na zile roho za dhambi zinazowafunga ili wawekwe kuwa huru.
Haleluya. Amen. Chapia Yesu makofi makubwa. Kuna watoto ambao leo wanakuwa dada wazima ama kwa kina uzazi, kwa sababu uzazi wao ulikamatiwa wakati wa kulelewa kwao. Labda uzazi wako ulikamatwa na walezi wako wakati unazaliwa huko bebe. Wewe mwenyewe ulimwachia mtoto, kama ni tate yake, kama ni shangazi yake, kama ni nani, akachukua labda uzi akasema wewe ugali bebe wa simwa wala watoa mwa mekisi mimi na beba hii uzi. Kama utazalaka angali bebe hapo kafie kiko kwa kama utazalaka wakati wa kulelewa. Mtoto anajafika sasa anaolewa kwa 28 ans 25 ans. Tafuta uzazi. Maombi wanakia funula shangazi yako vale baki tepe. Wakati gani? Ilikuwa na miaka 3. Wakati wa kulelewa. Wazazi tuwaokoe watoto, tuwachunge vyema wasiharibiwe na shetani. Chapia Yesu makofi makubwa. Niseme na jambo la 3. Niko nazungumza njia ambazo shetani anazitumiaga ili kuwateka watu na kuwaweka katika prison ya utumwa wa dhambi. Jambo la 3 nalimaliza. Jambo la 3 niweze kumaliza. Ni marafiki wabaya. Marafiki wabaya na entourage mbaya. Marafiki wabaya wanaweza kukuingiza katika utumwa wa dhambi ambao kwa naipenda. Maandiko yanasema ya kwamba marafiki wabaya huharibu tabia njema. Watu hawajui wanaharibiwaka aje. Nikupe siri. Wengi walikomaa wako sawa, hadi familia zao zikashangilia, zikasema hapa tuko na garçon, zikasema hapa tuko na fille vraiment ambaye atasimama. Lakini katika pita akakutana na rafiki yake moja fulani shule, akamuinishie mabaya yenyewe anatenda. Ghafla yule mtoto akaripika mpaka leo. Wengi walianza kunywa pombe sio kama walitaka wenyewe. Wengi walipelekwa na marafiki zao. Wengi walianza wizi sio kama walitaka wenyewe. Wengi waliingizwa ndani ya wizi na rafiki zao. Wengi waliingia mukaba sio kama walitaka wenyewe, lakini ukichunguza kwa mwanzo waliingizwa na marafiki zao. Sasa inakuwa kaji. Nikwambie namna gani? Notez bien. Tabia mbaya hawaifundisha nani, lakini tabia mbaya inaambukia nani? Unaelewa maana ya kuambukia? Kuambukia ni kwamba nikikuwa niko na kitu fulani, par exemple napakala parfum, nikikala karibu ya dada pale, kisha parapre na muyabilia ile parfum yangu itakubakilia na wewe. Nilikuambukiza ile odori ya ile parfum. Si ndio? Ndio kisi tabia mbaya inatembea. Kama kisi mtu anaweza kuwa na kolera, akaikana na mtu mwingine mwenye ana kolera, anaweza kumwambukiza. Si ndio? Ndio kisi tabia mbaya na dhambi zingine zinaambukizwa kupitia marafiki wabaya. Unaweza kuwa uko sawa, hata mawazo ya wizi hauna, lakini unajiunga na marafiki wengi wa wizi. Maligala yote inakuwa ya mwizi. Ukitembea huko wakiona tena chacha ni bebe yangu isi, wewe unaona tu ile roho ya wizi inaanza kukufunika. Ghafla unakutanisha na wewe uliiba, kesho tena ukaiba, kesho yake tena ukakuwa expert na ufatia huko mwizi. Sasa unaweza ukaamua kusema mimi naacha leo, sitaibaka tena. Wakati wote wenyewe wanana wale marafiki utakuwa bien, mesiku ulikutana nao tu utaiba tena. Marafiki wabaya. Haleluya.
marafiki wa baba. Kuna wadada ambao walikuwa ni wazuri, wadada kutulia nyumbani, lakini kama ni shuleni, kama ni kwa jirani, wakaanza kuambatana wadada ambao wanasirimuka, wanaanza kuambatana, wanaambatana na ghafla wakajikuta wameingizwa ndani ya ile mfumo. Wengi leo ni makahaba, si kwamba walijipeleka wenyewe, walipelekwa na marafiki zao. Wale ni chambo tu, ni chambo yenye shetani anaitilize juu ya kuipata nafsi yako, akutie mgereza. Leo nakuwa mgereza, shetani alikubana kwa njia ya marafiki zako. Na tanke au yaacha hao marafiki, tanke au yaacha hiyo anturaji, hawezi pona. Utaokoka leo, utaanguka kesho. Utaokoka leo, utaanguka tena kesho. Cha kufanya ili upate kupona, kimbia. Maandiko yanasema toka katikati yao, ukatengwe nao. Toka katikati yao, ukatengwe nao. Ikiwa umeokoka, hata Wakristo wako hapa naongea nao. Ikiwa umeokoka, umekuwa nuru. Maandiko yanasema hakuna uhusiano kati ya nuru na giza. Itakuaje wewe Mkristo, marafiki yako wote wako wapagani? Sio wewe mpagani tu. Maana ule upagani wao unakuambukia. Kristo wote lazima awe na marafiki wa Kristo. Na mtu akikuwa ipo mpagani hajaamini Yesu, akitaka kuokoka, lazima aachane na marafiki wa pagani, ambatane na marafiki wa Kristo. Ataiponya maisha yake. Wengi waliharibiwa na marafiki zao, maana roho zinaambukiza. Shetani anataka wengi kwa utumwa. Wengi leo wako walevi kwa sababu ya marafiki zao. Walikutana na marafiki, akamwambia onja kidogo. Tangu ile siku alipoonjea mpaka leo, yeye anakuwa hata celebrity, anakuwa prefer kusidia hata wengine wote walimwanzilisha. Beba alimwanzilisha kama hizo, kwa hivyo hakuna siku bouteille, na yeye ashakuwa kukazia mzima na wali. Sababu gani? Shetani alikuwa anamtafuta siku mingi, labda kwa njia ya hii dhambi ya ukoo, akamkosa kwa njia yote, lakini akamletea marafiki karibu yake. Tangu alipokutana na hao marafiki, wakamuongoza mpaka wakamfikisha katika habari za ulevi. Leo amekuwa mlevi kuzidi wote. Kuna wengine leo waliingizwa katika ukahaba na marafiki zao, leo wanakuwa makahaba zaidi hata wale waliowaingiza. Kuna wengine waliingizwa ndani ya wizi bila kujua na marafiki zao, leo wanakuwa wezi zaidi hata marafiki zao, kwa sababu ya marafiki wabaya. Ukitaka kuiponya nafsi yako, toka katikati ya marafiki mabaya. Toka katikati ya wale watu wanaokuambia twende tulewe. Toka katikati ya watu wanaokuambia twende tufanye uzinifu. Toka kati ya wale watu wanaokuambia twende tuibe. Toka kati ya wanaokuambia twende tutoe mimba. Toka katikati ya wale wanaokuambia twende tufanye uasikio. Toka katikati ya watu wanaokuambia twende tutende dhambi. Lakini jiunge na watu wa kuongoza katika njia njema ya kukupeleka mbinguni. Tunahitaji tukombolewe maisha yetu. Tunahitaji tupanywe. Tunahitaji tufunguliwe. Maandiko yanasema, tafuteni kwa amani na kwa bidii kuwa na amani ya watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Na kuhakikishia, usipoenda mbinguni utaenda jehanamu. Narudia tena. Kuko tu fasi mbili kwenye nafsi ya mtu, inapaswa enda apre kufa. Sote mbinguni, sote kuzimu jehanamu. Nakwambia sasa, usipoenda mbinguni utaenda jehanamu. Leo nimekuja kukutangazia ya kwamba hauna haja ya kwenda jehanamu. Lazima uende mbinguni. Lazima uende mbinguni. Lazima uende mbinguni. Na mbinguni ni formule fasi ya kwenda. Juste kuamini Yesu tu. Kusema tangu leo naacha njia mbaya na nafuata njia njema ya Yesu Kristo. Na Bwana atakusamehe dhambi zako. Haijalishi ulifanya Mungu dhambi gani. Haijalishi umemtenda Mungu dhambi gani. Lakini unaposikia neno linalosema
uweze kutengeneza siku ya leo, na Bwana atakusamehe na atakufanya kiumbe kipya. Amen. Labda unajiuliza, nikitubu sasa maisha yangu itakuwa haya, naishi haya, natembea haya, naanza kula haya, naanza vala haya. Lakini kitu nakwambia ni kitu moja. Kitu moja nakwambia. Yesu atajua namna ya kukuweka. Yesu atakuweka, utahangaika. Yesu atakuweka, utateseka. Fanya bidii ya kumwamini, naye atakuweka maisha yako yote. Nasoma kitabu cha mwisho. Soma kitabu cha Exode 32:33. Kutoka sura 32 mstari wa 33 tuweze kumaliza. Haleluya. Tunasoma kitabu cha Kutoka sura yake 32 mstari wake wa 33. Tunasoma maandiko katika jina la Yesu. Amen. Maandiko yanasema hivi. Bwana akamwambia Musa, Ndio. mtu yeyote aliyetenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Amen. Soma tena. Anza tena mwanzo. Dikte kitabu vizuri watu wasikie. Tunasoma kitabu cha Kutoka sura yake ni 32 mstari wake wa 33. Tunasoma maandiko katika jina la Yesu. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyetenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Amen. Amen. Kapia Yesu makofi. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote. Wakati wa hukumu mbinguni pana kitabu kitafunguliwa. Na hiyo kitabu kifunguliwa, jina za watu wote walioishi utakatifu na waliomwamini Yesu watakuwa waliandika mule. Ukiwa wewe ni mtenda dhambi, jua jina lako liko kitabu cha Shetani. Wakati unakufa atakutaja na kwambia wewe ni wangu. Lakini ukiwa ulimwamini Yesu na unamtumikia, jina lako liko katika kitabu cha uzima. Jina lako liko katika kitabu cha uzima. Kuna namna watu wanaandikwaga na kuna namna watu wanafutwaga katika kitabu cha uzima. Maandiko yanasema hivi: mtu yeyote aliyenitenda dhambi mimi Mungu ndiye nitakayemvuta katika kitabu changu. Alisema yeyote ili aondoe vyeo vya watu. Alisema yoyote juu aondoe mautajiri za watu. Alisema yoyote juu aondoe upresident, aondoe sijui upasteur, aondoe sijui namna gani. Alisema yoyote ili aondoe la beauté. Il y a des gens qui sont beaux et belles et des gens ils croient que être beau c'est fini. Mungu anasema yeyote aliyenitenda dhambi, ikiwa wewe unamtenda Mungu dhambi, leo jina lako limefutwa katika kitabu cha uzima. Na ukifa utaenda jehanamu. Lakini neema iko. Ukidesidia kuamini na kutubu, utaandikwa tena upya. Hata kama ulifutwa juu ya dhambi, ukitubu utaandikwa tena upya. Hata kama ulifutwa juu ya dhambi yako, ukitubu leo na kuacha dhambi, Yesu atakuandika tena upya. Na atakufungua na ile dhambi yako. Na atakufanya kuwa mtu mpya. Si kwa bure tulikuwa hapa. Si kwa bure tucheleta mkutano hapa. Ni kwa sababu ya uzima wako. Ni kwa sababu upate kufunguliwa. Ili kama jina lako lilikuwa limevutwa, liandikwe tena upya. Kama lilikuwa limevutwa, liandikwe tena upya. Amen. C'est possible Yesu akuandike tena. Ukideside kutubu na kuacha. Kama ni ulevi ukideside kuacha ulevi. Kama ni ukamba ukideside kuacha ukamba. Kama ni bongo ukideside kuacha bongo. Kama ni kuuana ukideside kuacha kuuana. Kama ni mwizi ukideside kuacha wizi. Na dhambi yoyote asili ukideside kuacha siku ya leo, maandiko yanasema ya kwamba hata kama ulifutwa utaandikwa tena. Mungu hajawahi kuumba watu ili waende jehanamu. Aliwaumba ili wamlaki mawinguni siku moja. Lakini Shetani anayetaka kuwapotosha watu ndiye aliweka mambo ya jehanamu. Akataka waingizie dhambi. Ili kwa hiyo yeye kisi jehanamu ni ya kwake.
na wote watakaomtenda Mungu dhambi. Toka katika giza uifuate nuru siku ya leo. Yesu anakuita, yuko tayari kukusamehe. Haijalishi umemtenda Mungu dhambi gani. Haijalishi umefanya dhambi miaka ngapi. Haijalishi umefanya lolote. Haijalishi umefanya chochote. Yesu Kristo jioni ya leo anakujia kwa ujumbe huu kusema atakusamehe. 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 Atakusamehe ukitubu. Ukimpatia Yesu maisha yako siku ya leo, hata jina lako likuwa linafutwa katika kitabu cha uzima, kitaandikwa tena upya. Lakini tunaposema hapa, kuna watu wengine wanakamata mzao habari za kwenda mbinguni. Siku moja unaweza kuregrete. Elewa kama kufa haiko mwisho wa maisha, lakini kufa par contre ndio kuanza maisha. Mtu akifa mwili yake tu inaenda mlongo, nafsi yake inabakia mzima na itaendelesha milele yake sote mbinguni sote jehanamu. Sasa watakaoendelesha maisha mbinguni kisha kufa ni watakatifu, na watakaoendelesha maisha jehanamu kisha kufa ni wenye dhambi. Kwa nini uende jehanamu? Dhambi inakulipa nini? Kuna wengine dhambi zao zimewalipa mabaya. Kuna wengine dhambi zao zimefanya na kuwa na vidonda. Kuna wengine dhambi zao zimepatia madeception kwenye moyo, na unateseka huko ndani ya utumwa wa Shetani. Lakini kuanzia leo, amua Yesu akutoe katika utumwa wa dhambi. Amua siku ya leo, Yesu atakutoa katika utumwa wa dhambi. Ukiamua na kudesire, Yesu atakutoa katika utumwa wa dhambi. Yesu atakusamehe. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Ukiamini Yesu leo utapotea, utapata uzima wa milele. Ukiamini Yesu leo utavutwa kitabu cha hukumu na kuandikwa kitabu cha uzima. Ukiacha dhambi siku ya leo na kutubu, Yesu ametutuma tukuletea habari njema ya ufalme wa Mungu. Na watangazia nyote mliofungwa na Shetani, leo mnapotubu Bwana anawafungua kwa jina la Yesu. Leo mkitubu Yesu anawafungua. Na siku ya hukumu watasema hakusikiaka. Mwenye waia veridi vekate atakufa na dhambi. Wa hii parti iko juu ya kichwa chake. Juu atasema hakusikiaka. Nilitumwa na Mungu nije kukuletea ujumbe unayenisikia. Na njoo wakati wako kamata uamuzi. Maisha ya mtu ni mafupi. Waweza kufa leo, waweza kufa kesho. Mnaweza niona mimi niko hapa, labda na jioni nakufa. Lakini nitaenda kule kwenye niliandaa matendo yao. Haleluya. Namaliza. Yesu anataka akupokee. Nani mtu wa kwanza anakubali kuamua kumpatia Yesu maisha yake jioni leo? Kabla hujasogea, fumba macho yako.